Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama wewe umeokoka, wewe ni mtoto wa Mungu, umezaliwa mara ya pili, kama wewe ni Mkristo, hii ujumbe ni wako na Bwana akubariki. Unakumbuka Nicodemus alienda kwa Yesu na usiku, na Yesu akamwambia Nicodemus, lazima uzaliwe mara ya pili. Lazima uzaliwe kwa maji na Roho. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Nataka utambue ya kwamba kabla ya mtu kuokoka, anakuwa roho yake imekufa kiroho. Na wakati amemkubali Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi maisha yake, Roho wa Kristo, Roho wa Mungu anaingia ndani ya roho yake na inaifanya hii roho yake kuwa upya. Anaifanya kuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale inapita, mambo ya kuwa mapya. Huyu mtu sasa anaitwa ni mtoto wa Mungu. Anakuwa ni mtakatifu wa Mungu. Mungu anamwangalia ni kama hajatenda dhambi kabisa, kwa sababu yeye anaitwa mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo huyu mtu sasa roho yake na roho wa Mungu wanakubaliana kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, na kama ni mtoto wa Mungu ni mrithi wa Mungu, ni mrithi pamoja na Kristo, na baraka zote za Mungu zilizomo ndani yake Yesu Kristo pia ni zake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo Mungu sasa huyo anakuwa ni mtoto wake na ako na haki ya chochote kile anataka kutoka kwa baba yake, kwa sababu amekuwa ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Je, nao mwili wake unakuwaje? Unajua Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu na akampeleka huko juu mbinguni anakaa ndani ya roho ya huyu mtu ambaye ameokoka. Na kwa sababu huo Roho wa Mungu anakaa ndani ya roho ya mtu ambaye ameokoka, anafanya mwili wa mtu ambao ni wa kuoza, yani ni mortal body, mwili ambao ni wa decay, anaupatia uhai. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo mwili wa huyu mtu sasa unapatiwa uhai wa Mungu. Yani Biblia inasema kimombo, the Spirit of God gives life to the mortal body of this person. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo mwili wake sasa unakuwa na uhai wa Mungu, uko na nguvu za Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na je, akili yake ambao tunaweza kusema soul yake inakuwaje? Biblia inasema kwamba lazima ukaweze kurenew, yani kupanya upya akili yako. Yesu Kristo alipomwambia Nicodemus, lazima uzaliwe na maji na Roho. Maji ni neno la Mungu, na ndiyo sababu katika kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 2 nasema kwamba tunastahili kufanya upya akili zetu ili sikaweze kuwa sawasawa na roho zetu. Unajua, baada ya kuokoka, roho yako na roho ya Mungu zinakubaliana kwamba kile kitu Mungu ameahidi, amekuahidi ni chako, na roho wako anakubaliana na roho wa Mungu. Lakini akili yako inakuwa kama Tomasi, alisema kwamba hawezi kuamini kama Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu mpaka aweke kidole chake ndani ya ile shimo ile mkuki ulipitia, au ndani ya ile misumari iliweza kupitia wakati alisulubishwa pale msalabani. Wakati Yesu Kristo alikuja, alimuita Tomaso na kumwambia Tomaso, weka kidole chako mahali ambako ulikuwa unataka kuweka. Lakini Tomaso akaanza kusema Mungu, Baba, kitu kama hicho. Lakini Yesu akamwambia kwamba umeamini kwa sababu umeniona na umeona, lakini amebarikiwa yule ambao haoni, anaamini bila kuona. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo wewe unabarikiwa hata kabla ya kuona, kama neno la Mungu. Biblia inasema kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Wenye haki ni wagani? Wale wanaamini kwamba Mungu, Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, anahesabiwa kuwa haki. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Akimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake kuwa ni Bwana, anaokoka. Sasa wewe ambao ulifanya mambo kama hayo, ni wewe umesema kwamba umeokoka, wewe ni Mkristo na umezaliwa mara ya pili, kwa sababu Roho wa Mungu ambao aliacha wanadamu wote pale katika shamba la Edeni wakati Adam na Hawa walikula matunda,
Roho wa Mungu aliacha kila mtu mahali pale, akatoka kutoka roho zetu, tukawa tumekufa kiroho. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo sasa, wewe ambao umemkubali Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi maisha yako, huyu roho ambaye alituacha anarudi, anaingia tena katika roho yako, na ndio anafanya upya roho yako, unakuwa kiumbe kipya, na wewe unakuwa mtakatifu. Mungu akikuangalia haoni dhambi zako, akikuangalia haoni magonjwa yako, akikuangalia haoni umaskini wako, anakuona ukiwa tajiri, anakuona ukiwa yani mtakatifu, anakuona ukiwa hauna magonjwa yoyote yale. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini akili zetu kama vile nimesema inakuwa kama Tomaso, inataka kukubali au kuamini kile kimeona. Akili yako inataka kuamini kile imeona. Akili yako inataka kuamini kile imesikia au kile imehisi. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Akili yako inataka kuamini kile yani kinaonekana kwa macho hayo au kinajulikana na watu wote. Hao ndio akili yako inataka kuamini. Lakini Mungu anatuambia kwamba tunastahili kufanya upya akili zetu kwa neno lake. Aje, unasoma neno lake, unafikiria neno lake, unatafakari neno lake, na pia unaweza kuongea neno lake kulingana vile hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu anaita vitu ambavyo havivo hakuna kama viko. Yani he calls those things that are not there or that be not there as though they are there. Na anataka tuwe kama yeye. Anataka tukaweze kuita vitu ambavyo ameweza kutuahidia, ambavyo Biblia imesema, neno lake limesema, tunaweza kuziamini ya kwamba tuko naso. Kwa sababu imani, yani kile kitu ambacho wewe mwenyewe unaamini ya kwamba uko nacho hata kabla ya kukiona. Unaamini ya kwamba umekipata hata kabla ya kukipata. Unaamini ya kwamba kitakuja hata kukiona. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Mungu amesema kwamba amebarikiwa yule ambayo anaamini hata kabla ya kuona. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na yeye anataka tuamini neno lake, tuamini ahadi zake hata kabla ya kutimia, hata kabla ya kuziona, yani kuona kile kitu amekuahidia. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Na hiyo ndio inaitwa imani. Kwa hivyo anataka tukaweze kufanya upya akili zetu. Kwa sababu akili zetu kwanza zinataka kuamini kile zimeona, zile zimesikia au kimehisi. Hiyo ndio inataka kusikia. Kwa mfano, mtu kama Biblia inasema kwamba umebarikiwa, akili yako sasa inakuambia kama umebarikiwa, sioni matunda ya baraka zako. Kama wewe ni mgonjwa, Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake Yesu Kristo tulipona. Bwana Kristo asifiwe sana. Lakini akili yako inakuambia, unasema wewe umepona na hali unasikia uchungu katika mwili wako. Unaona, hiyo akili yako inakaa kama Tomasi, haiwezi kuamini mpaka wewe upone kabisa. Na ndiposa Mungu anatuambia kwamba tukaweze kusoma neno lake, tukaitafakari, tukaifikirie, tukainene mpaka akili zetu zikakubaliane na roho zetu. Kwa sababu roho zetu zinakubaliana na roho ya Mungu. Yaani roho zetu zinakubaliana na Mungu ya kwamba wewe umepona, wewe umebarikiwa, wewe hauna shida. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hiyo ndio Mungu anataka tukafanye kuhusu akili zetu, ndiposa tukaweza kumfurahisha. Biblia inasema kwamba bila imani hatuwezi kumfurahisha Mungu, hatuwezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hivyo kama uko mahali hapa, ningetaka kuhimiza ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Ni Mungu akiongea na wewe, ni Mungu akiongea na mimi, na ni Mungu akiongea na kila mwanadamu. Na hiyo Biblia ukisoma utaweza kujua Mungu amesema nini kuhusu jambo gani. Na ukijua vile amesema, anataka uliamini vile imeandikwa. Usiamini yani kile unakiona, au usiamini kile shetani anakuambia. Usiamini kile akili yako inakuambia. Amini kile neno la Mungu limesema, na ndiposa ukaweze kumpendeza Mungu. Unakumbuka Abraham aliahidiwa mtoto, hata akiwa miaka 75, na alipata mtoto akiwa miaka 100, baada ya 25 years. Baada ya miaka 25 ndiye aliweza kupata ile ahadi yake. Mungu alimwahidia. Mungu alimwambia toka,
enda mahali ambapo nitakuonyesha na nitafanya uwe baba wa mataifa. Nitakubariki na kupitia uzao wako dunia nzima itabarikiwa. Na Abrahamu aliamini Mungu na akahesabiwa haki kwa sababu ya kumwamini Mungu, na akatoka na akaenda bila kujua mahali anaenda. Na yeye mwenyewe ingawa alikuwa mzee na mke wake pia alikuwa mzee, hakuweza yani kufikiria mambo mengine isipokuwa kile Mungu alimwahidia. Alishikilia kile Mungu alimwahidia, ndiposa akapata baraka zake, na Mungu akafanya vile alimwahidia, kwa sababu Mungu hawezi akadanganya. Mungu sio kama wanadamu. Mwanadamu anaweza akadanganya, anaweza kubadilisha akili yake, lakini Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo ninakuhimiza kwamba ukasome neno la Mungu, ndiposa ukaweze kufanya akili yako kuwa kama roho yako. Unajua mwili wako unaoza, mwili wako ni moto, moto wako yani una decay, lakini umefanywa umepewa ile nasema kwamba nguvu za Mungu, life ya Mungu na roho wa Mungu ambaye anakaa ndani ya roho yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningekuhimiza ukasome na Mungu, ukaweze kukubaliana neno lake na ahadi zake, na Bwana atakubariki. Bwana akubariki. Na kama wewe uko mahali hapa na hujaokoka, naomba ukaombe maombi hayo nyuma yangu. Omba: Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa nimemkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Baba kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante kwa kuniosha kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa kunifanya mtoto wako, mwana wako. Naomba nikiamini hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki. Amen.